kura kwa Raila Amolo Odinga awe rais wa 5 wa taifa hili letu la Kenya. Nikimalizia, because this is very important, na nĩ njega inyuĩ Gĩkũyũ mũthikĩrĩrie haha, tondũ igego rĩthekagia itimũ. Inyuĩ mũrathekio biũ, mũregekwo biũ nĩ andũ arĩa mamũnyitĩire kĩbindo. Ndĩrenda kũmũririkania Isaac Mwaũra, Senator Isaac Mwaũra arutirwo kũrĩa arutirwo mathĩna-inĩ make, alitolewa pahali alikuwa, akapatiwa nomination, akaingia bunge na baba. Lesho Shebesh alipatiwa nomination kama mbunge ya kwanza na baba. Ukienda, mimi nilikuwa kwa mkutano, na I have to now to confess, I was in a meeting where Kangata, Senator Kangata, when he was looking for that seat ya whip in the Senate, he came pleaded with baba. Baba ndiye alimsaidia kupata hiyo kiti, and that is true. Lakini wakati alipatiwa kiti akakojolea. Jameni, we have to be grateful. Mtu akifanyiwa kitu kizuri, mtu anasema ni vizuri. Ya mwisho tukimalizia, niseme the next government, because iko hapa, we are either, there will be an election, uchaguzi ya watu wawili. You will be able to elect a leader or a dealer. Unanisikia? You have an option to elect a leader or a dealer. The leader is here, Raila Amolo Odinga. The dealer ako huko. Maneno ya utapeli. Ya mwisho nataka just to recognize, we have 2 CASs, mawaziri wadogo. Wakili haraka kuja tu hapa, wakili kutoka Nakuru, and huyu na nikimwangalia naona kama atakuwa senator kule Nakuru. Dakika moja. Ngai nĩ mwega, andũ anyire Ngai nĩ mwega. Hama rĩtwa njĩtagwo Lawrence Karanja, ndĩ mũnini wa minister wa iganda na biashara thĩinĩ wa thirikari nene, na thĩinĩ wa Naikuru turauga no. Andũ a Naikuru turauga no baba apande mlima asipande, baba apande mlima asipande. Na mũririkane atĩrĩrĩ, kĩrĩma kĩhaicagwo na kĩ? Kĩrĩma kĩhaicagwo na itinga kana na hurubaru. Mlima inapandwa na tinga ama na hurubaru. Kama mtu anataka kupanda mlima, akuje na tinga tupande mlima. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Nur haraka sana, na anasimama governor pia kule Mandela. Asante sana mabibi na mabwana, kwa majina naitwa Hassan Nur Hassan kutoka kaunti ya Mandera, nasimama governor kule Mandera, na nimeleta salamu kwa niaba ya watu ya North Eastern Province ya kusema ya kwamba azimio lao ni kusema baba ametosha, na aendelee na msafara ya kwenda Ikulu na afanye serikali yake, aanze kupanga serikali yake. Mabibi na mabwana wa Nyeri na wa Central kwa jumla, mimi nimekuwa PC wa Rift Valley wakati hali ilikuwa ni ngumu zaidi katika taifa hili. Tulikuwa tunafanya kazi na Governor Kimemia, na tunajua shida ambayo tuliopata wakati huo wa miaka wa 2008. Mambo haya yalimalizwa na yule mama kutoka Nyandarua aliyezungumzia hapa. Alizungumzia wale waliotoroka Molo, alizungumzia wale waliotoroka katika sehemu mbalimbali wa Rift Valley. Mabibi na mabwana, msibahatishe uchaguzi wa kiongozi wa taifa hili. Mungu ametupa miaka ya kutosha kuona ya kwamba ni nani anaweza kuongoza taifa hili. Wakati ilikuwa ni ngumu zaidi mwaka wa 2008, wakati hali ilikuwa ni mbaya zaidi, baba aliendelea kuzungumza na mimi kama mkuu wa mkoa wa Rift Valley, na mazungumzo yake, neno yake ni moja. Anasema, bwana PC, hakikisha kwamba maisha na mali ya wananchi wa Rift Valley wamechungwa, hata akiwa katika hali ngumu ya kisiasa.
mabibi na mabwana wa sehemu hii, sisi watu wa Northeastern tumesema ya kwamba baba ndio atakuwa 50th president wa taifa hili. Nyinyi mumesemaje? Mumesemaje? Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana all the other aspirants, kwa sababu wote ni all the aspirants, simameni. All the aspirants wale wanasimama in different positions. This is the time also to recognize you. Kabisa wako simameni. Kinyamoko lino. Angalia all the aspirants. We have awesome. Asante. Nikimalizia Dredo tukomwera adwaito. Ni sawa. Siba ni sawa. Tokerekia adwaito. Toko batana twefange. Todo thirikari erenge iroka niguo ndamwira tutinge banga tukorwo tweja na nyie mungiorio guku gikuyu mungitio iri muigire kana ithatu ndigweciria no muneane ngojiri wa Wambugu ndigweciria no muneane kanini koguo ndira turamwira ati for sure gaka niko gachira kana tubataire guthio ni tuwe kaundu kana tuwe. Asanteni sana na Mungu abariki. Nyeri oye! Nyeri oye! Kabla mpira ijaenda juu kwa senator na governor ya hapa, deputy governors wakuja hapa wakiongozwa na Madam Karuga, kuja atambue deputy governors wengine wako hapa. Madam, karibu. Asante sana naibu gavana Laikipia, naibu gavana Kisumu, kujeni msalamie watu. This is the deputy governor of Laikipia. Tutaanza na wewe. Adwanyere murega. Nyeri oye! Baba endelea siendele. Asante sana baba the 5th. Vijana wa baba Muriega wakiamaito wetago Matthew Ochengo Willy na ndio deputy governor wa ugatuzi la Kisumu kule Kondele Darfur. Uniruhusu niseme jambo moja tu. There is only one thing that I want to tell this congregation, that Baba will fix the economy. He will need experts. But to fix tribalism in this country and to fix corruption, he will need all of you who are seated here and all of you who are listening. May God bless you as you look forward to a new Kenya. Asante sana. Baba karibu. Unajua baba, tumekuwa tukiuliza in whose hands are we safe, lakini nataka kukuhakikishia watu wa Nyeri na wa Mlima Kenya wakikubali, even you are in safe hands. Na kwa sababu naona umeingia Ikulu, mimi nimeendelea hapo mbele na ninataka tuanze kufikiria what is the first executive order. Nataka executive order yako ya kwanza ya September 1st of 2022 ituangalilia vijana. Ituangalilia vijana, walisema wamevukiwa curtain. Baba, utuangalilie vijana. Tunataka utuangalilie pia mashamba. Kuna watu wamefurushwa kutoka kwa mashamba yao. Tunataka baba useme warudishwe, na pia wakina mama wapewe nafasi yao. Tunashukuru sana baba, uko karibu. Sisi kama wanawake wa Mount Kenya tunakupenda na umekaribishwa sana. Asante sana. Asante sana. Sasa ningetaka kualika Senator wa Nyeri Town, Senator Engineer Ephraim Maina, Nyeri County. When you finish, Wanajaribu kutumana pale
pale stage ya juu. Ili tumewasort. Right Honorable Prime Minister. Right Honorable Prime Minister. Gojeni. Adwanyere muriaga. Muriaga rĩngĩ. Mwathani agocwo tafadhali. Andwa anyere ũmũthĩ tũkĩte haha nĩ ũndũ wa mũgeni ũrĩa twĩ nake. But let me go straight to the business of today. Right Honorable Prime Minister, all the guests here, watu wa Nyeri wamefurahia kuwa na wewe siku ya leo, na nitasema hii azimio umelete. Nataka nitaje maneno mawili. Your Excellency, wakati hii nchi tulikuwa na wabunge about 210. Kukawa wakati kulikuwa na angaliwa vile constituencies zitaongezwa. Your Excellency, you remember I'm talking about the cardinal principle of democracy, the cardinal principle of government. Now, Your Excellency, you know, the rule of one man, one vote was not properly followed, whereby, like in this place in Nyeri, tulikosa constituency huko Nyeri, huko Kieni, na tukakosa Mathira. Your Excellency, I want to say, the essence of having justice in the government system is to start with representation. Na watu wa mkoa huu tuko watu wengi, watu wa Mount Kenya tuko watu wengi, lakini ukihesabu ile vyeo tuko nazo kwa bunge ni vyeo chache sana, na iko sasa mwingine iko na watu wengi. Kwa hivyo, Your Excellency, I hope in your government that will be one point. The other one, Your Excellency, iko hii maneno ya one man one shilling. Watu wanafikiria ni mchezo. Tulikuwa kwa Senate, tulitoa jacho. Tulikuwa jacho zaidi. We held 10 sittings discussing how to share the revenue in this country because we were looking for justice. Sababu unaangalia hapa Central, ile pesa inaletwa kwa constituency moja, mtoto hata ukigawanya ile pesa inakuja basari, mtoto anapata 2,000. Your Excellency, we would beseech that these things are ratified once for all. Let the Kriegler report be followed the way it had said. Na mimi nakuhakikishia iko kesi nilipeleka kwa bunge ya constituencies. I'm going to revive it so that this matter does not die the way it looks. Otherwise, Your Excellency, I am talking about the justice that our people are asking for. Ya mwisho kwa hii azimio yako, kuna wakati mmoja Honorable Prime Minister, hii area yetu wakati kahawa ilikuwa nalipwa vile ilikuwa nalipwa kama miaka 1970 1980, hatukuwa na ile umaskini iko. Wakati majani chai ilikuwa nalipwa vile inalipwa, hatukuwa na umaskini ile iko. Wakati maziwa ilikuwa nalipwa in the years of 1970s and early 1980, hatukuwa na umaskini ile iko. Your Excellency, you have said it and I fully agree. Minister Munya is there for agriculture. This country, but the backbone of this country is actually agriculture. Mungu ametupatia ardhi mzuri, Mungu ametupatia jua mzuri. Kwa hivyo, kwa azimio yako
hizo zikiangaliwa na watu wa biashara, watu wa bodaboda, vile ulisema jana usiku, na wale watu wa mali rahisi na watu wale wengine, ikiangaliwa hata hii vijana, kama mtu naanzia kazi yake kidogo, wacha hii koti mingi, ati license hapa, sijui hapa, tafadhali Your Excellency. Ndio kwa mkoa huu sisi ni watu wa kufanya kazi, tunaangalia. Otherwise, Your Excellency, finally we believe you will bring the peace, you will bring the justice in this country, and you will make Kenya a one Kenya. We believe you because of your history. And na nikienda kumaliza, mimi nataka niseme hivi. Baba has suffered for this country. His father suffered for this country. Na wakati umefika, tafadhali tukumbuke ile baba ametufanyia. Baba ndiye aliweka mzee wetu Mwai Kibaki kwa kiti, na mwisho mimi nitasema tuko pamoja na tutakamilisha hiyo. Therefore, Your Excellency, I want to say that we are trusting you that you will return us where we were. Ile umasikini tuko nayo haikuwako. Watoto wetu hawakuwa wanahangaika vile wanahangaika. Kwa hivyo, we are looking forward to these things being addressed. Na sisi ni watu wa kujifanyia kazi. Asanteni sana. Kanatibu watu waito. Asanteni sana. Yeah, I have my old classmate. I never saw him because I don't have my eyes on this side. So it's my pleasure now to invite Senior Counsel, Senator for Siaya, Honorable James Olengo, to come and address the people. Right Honorable Raila Amolo Odinga na wageni wetu ambao wamekuja, mimi nina machache sana. Whenever I come to Central, nikija hapa Central, na haswa in Nyeri, I am always inspired. Before there was the Cuban Revolution, before there was the Algerian Revolution had started here in Nyeri and in Kenya. Kulikuwa mzee alikuwa anaitwa Hari Thuku. Alitoka katika sehemu hii. Tulikuwa na Jem Kariuki. Alikuwa anatoka kwa sehemu hii. Na mimi naomba watu wa Central, we are not fighting to be given. You are fighting for your right. So Raila Amolo Odinga is looking for partners, not for followers. Kwa sababu muna haki katika nchi hii ya Kenya kupata chochote imeelezwa kwa katiba na kama haki zenu. So mimi naomba ya kwamba next year let us not risk. Naomba situcheze karata na nchi yetu. It is the people's movement ikiongozwa na Raila Amolo Odinga, na ile movement ya matapeli. Usitumie kura yako kumchagua Mobutu hapa Kenya.
kura hapa Kenya kumchagua Bokassa, but we can use our vote. Tutumie kura yetu ili nchi ya Afrika ijue ya kwamba Kenya inastahili heshima, na Kenya ikistahili heshima itategemea tukimchagua kiongozi ambaye atatuletea heshima, na najua yule atatupatia heshima. The Mandela moment, it will be through Raila Amolo Odinga. Wangapi wamekubali ni Raila? Asante sana. Wacha nimuite Bwana Peter Kenneth awazungumzie. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, viongozi wote, wananchi mupo? Vijana muko? Mukorada? Na form ni nani? Form ni Rao. Form ni nani? Mimi sitaki kusema mengi, nitasema mambo matatu. Tafadhali. Nataka kusema maneno matatu tu, alafu nimalize. Najua tumesema mengi. Nchi hii inastahili uongozi ambao uko na unyenyekevu. Uongozi ambao haujipigi vifua. Uongozi ambao hauna makasiriko. Kuna wengine wamekuja mkoa wakati wakaona ground imechange, vindu vichenjanga, wanaanza kuwa na makasiri. Baba aliwekwa ndani na Moi na akatoka wakafanya kazi, hakuwa na makasiriko. Wakang'ang'ana na mzee Kibaki wakaform Grand Coalition, hakuna makasiriko. Wakasalimiana na Uhuru, hakuna makasiriko. Hawa wengine wakiona muna support baba, wana makasiriko ya nini? Toe hamwe icio igere mundu rathiururukire guku arauga ati andu menda guka Mount Kenya magerage kuri we ni oriheanaga rutha. Araga ya Uhuru e muoyo ne woheanaga rutha, ne muhete baba rutha inyue na ne inyue ne rutha. Nyoniai ne muhete rutha, nyoniai ne muhete rutha. Asanti. Ya mwisho, kuna watu wa biashara na watu ya mlima ni watu ya biashara. Nataka kuwakumbusha kitu kidogo. Etogeta na president yaige hare wokire ndatiga akirikaniro niguo ni athiaga kanitha andu a mbere aria anyaririre ni andu a Mount Kenya niguo mumenyere tutikahitie ringi. Ngai wa muoyo amurathime. Haya, asante sana Mheshimiwa Peter Kenneth. Tunamaliza hii section na tunamaliza na mbunge wa kule Daragwa anaitwa Kioni, alafu tutaenda kwa governors. Asante sana. Wakaaji wa Mount Kenya, mimi niko na mambo matatu ambayo nataka kusema. Jambo la kwanza ni kwamba tulipomaliza uchaguzi wa 2017 tulipata mambo ya handshake. Na lile la maana kusema hivi ni kwamba wale wabunge ambao wamekuja leo wameambatana na the former prime minister ambao wameongozwa na chairman Badi na Mheshimiwa Junet na Secretary General wa ODM Bwana Sifuna
wao ndio wamehakikisha kwamba serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta kule bugeni imetimiza mipangilio ambayo alikuwa nayo kuanzia 2017 mpaka wa leo. Sikizeni, mtuhesabu wale wambunge wa Jubilee ambao wako hapa, tuko na wengine wachache ambao hawako hapa. Sisi vile tuliwachwa bugeni, hakuna mjadala wowote wa Jubilee tungepitisha bila kusaidiwa na hao wabunge wa ODM kulingana na vile waliagizwa na baba. Kwa hivyo hata yale mabalabala mnaona yakijengwa kutoka Keno mpaka hapa, zile Mau roads, mambo ya dams ambazo zinafanywa hapa, hazingefanyika kama tungepata kusaidiwa na wakaaji ama wale ambao walichaguliwa katika ODM. Kwa hivyo ningetaka kusema asante sana kwa wao, kwa sababu sasa tuko Mount Kenya. Nataka kusemea asante sana kwenyu tukiwa hapa. Mkipata usukani na mtapata vile. Jambo la pili ni kwamba wakati ule tulikuwa na mambo ya constituencies. Daragwa ni moja kule Nyandarua, tuko na Teto hapa, tuko na Udhaya, tuko na Mukurweini, Kagema na Mathioya, Siakago, 7 katika Mount Kenya. Kama vile mwenzangu amesema, Mheshimiwa Badi, tukipiga kula mwaka ujao tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2022, mwisho wa hizo constituency utakuwa hiyo siku. Na matumaini yetu iko kwa Raila Amolo Odinga kuhakikisha kwamba katiba imebadilishwa ili zile constituencies 7 ambazo ziko sisije zikaagamia. La mwisho ni kwamba kwa ile mpangilio ambao tulikuwa tunaita BBI, county na 10 za Mount Kenya, tulikuwa tupate zaidi ya pesa ambazo tunaendelea kupata wakati huu. Tulikuwa tuongezewe 53.4 billion shillings. Wale walipinga, wengine walikuwa Jubilee, wengine ni wale wanataka kila pahali, walitunyima hizo hela. Ili tusipate mipangilio yetu, lazima tujipange na Raila Amolo Odinga. Mwisho nasema hivi, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hajatuambia tuingie kwa chama ya ODM. Anasema tuje na vyama vyetu tufanye kazi pamoja. Wale wako Jubilee, wale wako PNU, wale wako kwa vyama vile vingine vyote, tukuje pamoja tufanye kazi na Raila Amolo Odinga. Wazee jana waliketi na wakapitisha kwamba rais wao wa 5 ni Raila Amolo Odinga. God bless you. Asante sana. Tutachangamka kidogo ili tuende section ya governors. Jose Katutura, watu wachangamke kidogo. Si tuchangamke kidogo, si ndio? Ili ndio tuende kwa wale wadosi wengine. Mosete DJ Rogama ithuine tuine no rio kumurehera musene mukamwira athia kiumaga niguo athia gikaga atia DJ tuine tuirio twega DJ we Odinga Mosete Odinga wapi nduru
Nairobi nĩ wacenjia njokeria me onda kũgũrĩire arĩkia kuo na mũthuri Nairobi akĩmenya agwĩtaga tũirio twega Machete Viga Viga Tita wotuirio twega ogakena wairio tuirio twega. Haya, asante sana. This one goes to the, now we hand over this particular part of the program to Governor wa Nyeri County, His Excellency Mutahi Kahiga. Mheshimiwa Gojiri Wambo, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, niite magavana na mzee rafiki yako, mzee ambaye ni Mkikuyu, mzee ambaye ametembea na wewe. Tulikuwa tunashindwa anatembea na wewe kwa nini, lakini sasa tumegundua anaitwa mzee SK Macharia. Nimpe nafasi azungumze kabla ya magavana. Aleria hau mothe. That's okay. That's okay. Very good. Molega Nemojoe Nemoe Inoro Netokaga rodi shogoko Kora netuokire 2013 nemogeathikireirie ugai aca tondu ndasapotaga ki Raila ndasapotaga Raila hindi ĩyo na nĩ Uhuru warũgamĩte no nĩ mũndũ watũhĩngĩcĩte oro hanini no niĩ mũndũ ũcio nĩ ndĩmũĩ kuma 1991 no ũyũ ndĩmũĩ kuma 19 ndiramenya nĩ irĩkũ tondũ ithe nĩwe wanyandĩkire wĩra kwoguo njũĩ bamĩrĩ ĩno kuma tene na andũ arĩa matangĩoya hera ya mũndũ matarĩ maita thakame ya Mũgĩkũyũ nĩ bamĩrĩ ĩno ya
family no ya Raila Amolo Odinga. Jaramogi Odinga niwe waheire wera, twarutaga wera nake. Niona ndamenyire Raila tondu 1992 election akienda mbeca niwe watumagwo gwakwa wabici nigetha heithe mbeca cia campaign ngamunengera. Koguo ni andu njui wega muno Oburu haha na ni muira. Koguo aya ni andu turutithanitie wira nao na ithuĩ turutĩte wĩra wa thirikari rĩrĩa ndarĩ thirikari-inĩ. Ona rĩrĩa twahũragwo nĩ githĩ mũtioĩ Moi nĩ atũhũrire mũno Gĩkũyũ na agĩthũkia industry ciothe. Ona Royal Media ũmũthikagĩrĩria rĩu-rĩ, githĩ mũtioĩ nĩ ahingirwo rĩrĩa ndahũragwo nĩ borithi-rĩ, mũndũ ũrĩa wokire kũnjũkĩrĩria nĩ Raila. Nie ndegoko ngĩona Nyeri, andũ a Nyeri magĩkũngũĩra Raila no gĩkeno. Nĩgetha tũtikameke mistake ĩrĩa twekĩrire mũndũ 2013 akirega go support Uhuru wa Kenyatta akerutira mawira make. 2017 yokare Uhuru akiona bururi uyu ni ukuharagana. Ekire atia athire gucaria muthuri uyu na ni moyo ria twamurumete na agithaithwo agetekera ni amwaito agetekera guthie gushake hadi na Uhuru nigetha mateithanie bururi uyu wakeke. Nikio murona ngimuma thutha ngimutwaraga kuria guothe turathie ni gwitikia ati riu tondu ithuĩ tutire na candidate na nitwerirwo guo Sagana. Ndare Sagana hede ya BBI nida invitetwo ni President Uhuru Sagana na akihega tape nigetha ga convince all the MCAs a Mount Kenya region mavotere BBI na radio ciakwa. Ithe to county emwe ta supportire ni ndarutire wĩra ũcio na ndarutire wĩra ũcio tondu maurutaga na Raila Odinga. Rĩu tũgũthiĩ na mbere o kahora tũteithĩrĩrie Uhuru arĩkie wĩra ũrĩa mũnene mũno atigĩirwo wiki nĩ mũndũ wake no nĩ aragĩteithĩrĩrio nigetha one mundu marutithanie wira hamwe nigetha one mundu wa gutindika wira uria Uhuru egukorwo atarikitie. Kiu nikio gitumi kiria kiratuma Azimio gutire kindu kingi ni kunyitithania bururi wothe na tugie na Uhuru akiuma atutigire mundu utegutuhura. Bye. Asante sana netuhure irohe rwega kana inoro rithimwo niki mwahota kuhorerio inoro kana muhorerio Citizen ne muthuri ucio na tumuhete gitio. Thank you very much. Asante sana mzee SK Macharia. Sasa ndugu zangu, mimi kwa niaba ya wananchi wa Nyeri nina furaha ninapowakaribisha magavana walio mahali hapa. Nitaanza na wale wametoka mbali, tukikuja tu pole mpaka tufike nyumbani, si ndio? Haya, tunataka tuanze na profesa ambaye ni gavana wa Kisumu,
kia gavana Profesa Anyang' Nyong'o aje wasalimie wananchi. Haya, andu Anyeri muliega, vijana mpo? Asanteni sana. Mimi sitasema mengi, lakini vile ningependa kusema leo ni muhimu sana. Naomba nyinyi mnisikie kwa makini. Wajua ya kwamba uongozi wa nchi si kitu rahisi. To lead a country is not a simple thing. I want to give you an example. When Jesus was just about to leave the world, and he had millions of followers, like millions of Kenyan citizens, and he had 12 disciples. Bwana Yesu asifiwe. He had 12 disciples. Alikuwa na wafuasi 12. Na alipenda sana 3 peke yao. Petro mwana wa Yohana, James and John wana wa Zebedee. These are the 3 disciples he really loved. Walipenda sana hawa jamaa 3. Alipoona ya kwamba hivi karibuni ataenda mbinguni, akaita hawa watatu to talk to them, to find out who will look after his people. After looking at James and John, put them aside, and he took Peter, Petro mwana wa Yohana, and he asked Peter only 2 questions. Peter, son of John, do you love me? Yes, I love you. Mara ya pili aliuliza, Peter mwana ya Yohana, ulinipenda? Akasema, ndiyo, ninakupenda. Mara ya mwisho Yesu akiuliza Peter, Petro mwana Yohana, unanipenda? Peter akasema, ndiyo, ninakupenda. Look after my sheep. Now, Uhuru was with Ruto 5 years. They went to the election. Whether they won it or not, that's another issue. But you know, in Africa, there are 3 possibilities. You can go to the vote, and your votes may not be counted. Your votes may be counted, but they may not be announced. They can be announced, and your votes are taken to your opponent. Maneno kwisha. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Kenya baada ya uchaguzi, Uhuru realized that, yes, we have the government, but in 5 years' time, I will leave. Who will look after my sheep? Yes, he was with Ruto. Lakini akiangalia Kenya kote, wale ambao wako katika uongozi wa Kenya, alisema ya kwamba, hebu niite Raila, tukae pamoja, tuangalia historia ya Kenya, tuangalia vile Kenya inaenda. After that long discussion, he said, and he's here, Raila Samoei Odinga, look after my sheep. Bwana Yesu asifiwe. Because looking after a nation is not an easy thing. It could have been determined by the election. But you know, as a leader, after leading a nation for 5 or 10 years, you know a lot. Serikali ni siri kali. Kwa hivyo tujue ya kwamba nyinyi kutoka Nyeri,
tafadhali reflect, fikiria kwa makini. Uamuzi ambao Uhuru Kenyatta alikuwa na Raila ni kulingana na maslahi ya msingi wa Kenya wote, kwa sababu kuongoza watu million 48 is not a simple thing. 48 million people are not a village, it is a nation. Kwa hivyo mimi nawaomba leo hii, fikiria kwa makini. That was not an easy decision, but it's a decision that holds the destiny of this country in the hands of Raila Amolo Odinga na watu wote wa Nyeri kwa jumla, watu wote wa Kenya kwa jumla, ili tunaweza kuendelea pamoja kama nchi moja, taifa moja. Azimio la umoja! Azimio la umoja! Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana, tumpigie Profesa makofi anapoenda kuketi. Before I invite any other governor, I have a message for all of you governors. 9 of us have not spoken. So please, 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 take the shortest time possible. A prayer from His Excellency. The point is, after this, we have to go round all the way to Kagum and end up in Karatina on his way. So let's take as little time as possible. Having said that, I will now invite, with a lot of respect, the governor of the Prime Minister, Colonel Rasanga, EGH. That is my friend. I like to call him that, EGH. Thank you. After that, I will then invite my former chairman, Dr. Wycliffe Oparanya of Kakamega. Muriaga. Good afternoon. Berahinya. Berahinya. Nyasaye ber. Gaine wega. Asanteni sana. Mimi ni Rasanga, governor ya Prime Minister, and I'm proud to be one. And I can assure you that when he ascends there, you are in very safe hands. Because I am the most senior governor as I stand here. The reason being that I am the only governor that has been elected 3 times. Yes, it is not a joke. And I cannot tell you that as long as I have been the governor of the Prime Minister, there is no single day that the Prime Minister calls your office to find out maneno kadogo kadogo. But he knows a lot of things. And I can assure all the governors that are here that if they invest in Raila Amolo Odinga, their investment will be very safe. Yesterday, I said that my brother EGH, we have economic blocks. Tumeamua. Nyeri has decided. Let's move on. Piga makofi. Very good. Thank you. Thank you. Ukiendelea utaharibu. You know, I said I'm the most senior. Isn't it? I'm senior than what he is, so he doesn't have to embarrass me. No, I'm not. With humility. And I will not move until I have talked to you. Because even me as a governor, nobody moves me. The point that I want to raise is very important. And that is to say that we have an economic bloc known as Lake Region Economic Bloc. And here in Mount Kenya, there is an economic bloc known as Mount Kenya Economic Bloc. And within these blocks, there is business going on. And it is possible that we as governors that are in these blocks
we can make some memorandum of understanding so that 10% of our budgets can be imported, exported. Mzuri ama mbaya? So unaona hiyo alikuwa anataka niende na hiyo. So the two chairmen of the two blocks, I believe if we sit down, something can be crafted and it can work. Asanteni sana. Thank you very, very much. Thank you very much. My former chairman, the governor of a very large county, Kakamega, Dr. Wycliffe Oparanya, the deputy party leader of ODM. Mimi ni deputy party leader of ODM. Yes. Party leader na the baba. Amjambo wote, mlembe bosi. Mnajua hiyo, si ndio? Mimi nimefika hapa jana na baba. Tulikuwa na mkutano kule, niliona mambo pale. Ile imenileta hapa kwanza ni kuona. Na nimeona kuanzia jana kufika sasa. Nimekuja hapa kusikia. Mimi niko na masikio. Na nimesikia viongozi wengi wamekuja hapa. Na wameongea. Hata mama mmoja amesema hapa, baba akienda Mlima Kenya hataki hata kuvaa viatu, anaweza kwenda na slippers na anapanda. Nimeasikia hayo yote kwa sababu kule kwetu magharibi mwa Kenya tumejipanga. Na sisi tuko na baba kutoka kule. Tumekuja hapa tuone watu wa Mlima Kenya, muna baba au hamuko na baba? Muko na baba? Nione wale wako na baba mikono juu. Kwa sababu baba ameleta azimio la umoja. Na azimio la umoja na kuleta Wakenya pamoja. Nina furaha viongozi wa hapa wengi wako hapa. Wako katika azimio la furaha la umoja. Na hii italeta Kenya yetu pamoja bila chuki, kwa sababu kila mwananchi anataka haki yake. Kila sehemu ya nchi hii inataka haki yao. Na mimi najivunia watu wa Mlima Kenya kwa sababu nyinyi mnafanya biashara mzuri sana. Kwangu kule wafanye biashara kama nyinyi. Kwa hivyo nyinyi ndio mnataka amani katika nchi yetu. Kama nyinyi mnataka maendeleo yenu kufanya biashara. And to be safe to do your business, you will be safe with Raila Amolo Odinga. Ndio kwa sababu baba yuko hapa. Which hands are you safe? Which hands are you safe? Asante. Thank you very, very much. Thank you very, very much, Deputy Party Leader. We now have our whip, who is with us, Governor Alex Tolgos from Keyo Marakwet, or Elgeyo Marakwet. Thank you, my whip. Your Excellency, the Right Honorable Prime Minister, Raila Amolo Odinga, viongozi wote pande hii na wananchi wa Nyeri, chamge. Chamge. Bwana asifiwe. Bas, mimi nimetoka kule Elgeyo Marakwet, kule Rift Valley, na baba alikuwa huko. Alikutana na watu wa huko. Siku hiyo hatukujua kama milima iko namna gani. Na mimi nimekuja hapa leo kuona vile milima inakaa. Milima iko sawa? Baba atapanda milima? Sitaongea mengi. Baba, wakati ulikuja kule Rift Valley, wewe uliongea na wazee kutoka jamii za Marakwet,
Pokot, Samburu, Turkana, kwa ile maneno ambaye inafanyika kule Kerio Valley. Nimesikia hapa baba kwamba pia watu wa Laikipia wako na shida. Na tunapoongea hapa baba, nimepata message kwamba kule kaunti yangu saa hii tukiwa hapa kuna watu 4 wamewawa kwa sababu ya mambo ya cattle rustling. Pole. Na baba, wewe unajua kwa ile serikali ya Kibaki for 10 years sisi tulikaa kwa amani kule Kerio Valley. Wewe ulifanya kazi na Kibaki na unajua zile patterns ambao so mulikuza tukapata amani. Kwa sababu wewe unajua kabla nikukaribishe Rift Valley, mimi nikiwa mtu wa uhuru kule Rift Valley, alinipea ruhusa akasema nifanye kazi na baba baada ya handshake. Nataka niombe wewe leo, ukitoka hapa tafuta ndugu yako mtutembelee kule Rift Valley, pitia Laikipia, tumalize hii mambo ya cattle rustling. Watu wa Nyeri mnakubaliana na mimi? Ndio. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii kusema pole kwa wale watu wangu ambao wamepoteza watu wao, wale wa Laikipia na wengine wote. At this era hatufai kupoteza watu kwa sababu ya cattle rustling. Na nimefurahi nimeona Waziri Munya ako hapa. Kwa sababu hii ni mambo ambayo inahusiana na ng'ombe na najua wale ambao wanaiba ni watu wakora wachache. Papa ako na suluhisho, wewe pia wakati mtakuja pale muandamane na yeye. Lakini ile report ambaye napeleka nyumbani ni kwamba watu wa milima wamefanya nini? Mumeamua ni baba. Munionyeshe kwa mkono kama mumeamua ni baba. Asanteni, Mungu awabariki. Pole sana, pole sana, pole sana, pole sana ndugu yetu. Pokea kwa niaba ya watu wa Nyeri na kongamano hili makiwa na rambirambi zetu ziweze kuwafikia kaka zetu ambao wamepoteza maisha. Tunaomba baba jambo hilo liangaliwe. Asante sana. Tunaye kwa bahati sana siku ya leo tunaye kaimu mwenyekiti wa baraza la magavana ambaye ametoka kule Makueni kufunga kongamano letu, ambaye pia ni rafiki wetu, mtu ambaye amefanya kazi sana na baba, ambaye ni gavana wa nguvu sana, gavana aliyekuwa mkubwa wangu, gavana James Ongwae. Karibu. Asante sana ndugu yangu gavana wa Nyeri. Ndugu zetu kutoka Mount Kenya, mpo? Mimi nimekuja hapa, mimi mgeni, sitaongea mengi, hiyo itakuwa bad manners. Niko na vitu vitatu tu. Kitu ya kwanza, sisi huko Nyanza tuko Wakisii, Wajaluo na Wakuria. Tunaishi vizuri pamoja, tumekuwa na azimio letu, tumekubali kwamba president wetu wa kesho ni Raila Amolo Odinga. Kitu ya pili, huko Kisii pale mimi natoka, nyinyi ni watu wa biashara. Ule mmoja wenu ambaye amekuja Kisii town atakubali na mimi kwamba ukienda kwa duka utapata Mkisii, ukitoka hapo utapata mtu kutoka Mount Kenya, yuko hapo na duka yake na biashara yake. Hapo tuko 50-50, Wakisii na Mount Kenya wana manage hiyo pahali. Na sisi tumesema nyinyi ni ndugu yetu, hata vile tunaongea na hata fikira yetu ni moja. Kitu ya mwisho, Raila Amolo Odinga, mambo ya devolution, hii devolution tuko nayo, atungekuwa nayo. Hii mambo ya kuchukua pesa mashinani, yeye ndiye amepigania hiyo. Hata juzi alikuwa anapigania kwamba pesa iongezwe mashinani, 1 man 1 shilling. Mungepata pesa mingi. Munajua ni nani alikataa na watu gani walikataa. Mimi nimekuja, nimeleta salamu yangu,
nimeona na macho yangu. Nikirudi huko Nyanza, nikirudi Kisii, nitawaambia wa Kisii ile safari tunatembea. Mi naona tuko na watu wengi tunatembea pamoja. Mungu awabariki, asante sana. Mbuya muno mugaka makwanie matebie waigure mugaka ongwae mbuya muno makwanie matebie mbia mona abantu ba minto mbia mono nani Nyasaye abakonye. Asante. Sasa tumemaliza na timu ya kutoka mbali. Kwa sasa tunaye gavana ambaye ndiye gavana wa the newest city, the governor of Nakuru. Governor Lee Kinyanjui. Asante sana. Thank you, Governor Kahiga. Our Right Honorable Prime Minister, my fellow governors, our CS for Agriculture, na ado the anyiri murega regi nimukanete nimugani wa mobi. Asanti. Your Excellency, naomba tu kuwa mfupi wa maneno kwa sababu muda umeenda, na kwetu anga tunasema ateshira murayuno wake no wake Rili kwa ugo ni udhoni tureda guthondeka tutikuraihia shira. Mimi nataka kusema Your Excellency, kwanza watu wa region ya Mount Kenya wengi hawajapata nafasi ya kukuona ana kwa ana, na hata kati ya wale wako hapa over 90% have never seen you one on one. What they know about you is what they have been told by other people. Today they have an opportunity to see you, and I want to say on their behalf, I also had not had an opportunity to interact with you until about 6 months. And every one single day that you've interacted, I have seen you are a wonderful person. You love your country. You know when it is necessary to compete and when it is necessary to put your personal interests for the good of the country. And for that reason, as the region looks into the future, we see you as part of our future. We see you as part of the answer to the problems that we have. And for the people of Nyeri, this is not just another Azimio. This is the land of the freedom fighters, the land of Mwai Kibaki, the land of Wangari Maathai, and the land of all the great men in this country. So if you get welcome here, you will be welcomed the rest of the mountain. So we are here to celebrate you and also to assure you of our support in the days to come. Mimi ningetaka tu kusema kwa kifupi, kuna baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakitembea maeneo yetu, na kila wanapotembea wamekuwa wakitukana viongozi wetu. Walienda kule Meru na wakamtukana gavana wa huko, Gavana Kiraito. Walienda Nyandarua na wakamtukana Gavana Kimemia. Na hata huko Kiambu walienda na wakatukana Gavana Nyoro. Sasa nataka mjue hivi, there is a deliberate plot to undermine your leadership. And when you have no leadership, if there is a problem, there will be nobody to speak for you. So they come to your region, they bring young people who cannot even stand there, ndio wanasimamishwa huko, alafu baadaye wanatuacha katika hali mbaya. Mimi nimefurahishwa na ile picha nimeona ya baba hapa. Sisi tukipeleka mtu kupeleka mahari fulani, na ndio kama sasa wamekuja hapa, amekuja na ndugu yake, amekuja na gavana yake, amekuja na senator yake. Hao wengine wanakujanga na vijana. We cannot take them serious. What is said before your brother and men of respect from your community will hold. What you say with your age mates, tomorrow utaruka. Kwa hivyo, Your Excellency, we want to assure you of our support now and in the days to come. Lastly, the mountain and the lake are interconnected. The lake gets its source from the mountain, and therefore we will continue to work together. Lastly, I just want to say that sometimes we elect leaders hoping they will change and become good leaders, and that does not happen. I am urging you, let us work with Baba. He's a good man, he loves his country, and he's going to put us where we belong. Thank you, and may God bless you. Thank you very, very much, Governor Lee Kinyanjui. Governor Lee Kinyanjui is the chairman
of the Lands and Physical Committee in our Council of Governors. And now I have my Chairman of Agriculture, Dr. James Nyoro, the Governor of the President, and he is here. Welcome. Asante sana. Asante sana. Asante. Your Excellency, Right Honorable Raila Amolo Odinga, our guest today, my fellow governors, deputy governors, CS wetu, MPs wetu wote, nado othe anyere na Mount Kenya muliega. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asante sana. Asante sana. Right Honorable Raila Amolo Odinga, mimi nitakuwa na maneno matatu tu peke yake. Ya kwanza nataka kusema Mungu amekuwa na wewe hata tangu tuanze hii safari. Kwa sababu watu walikuwa wakifikiria kupanda mlima lazima ungeanza Nairobi kupitia Karatina ili uanzie huko Nanyuki. Lakini mlima ulipanda na ukatoka Nanyuki ukaingia Nairobi. Ni kama ile tu Governor Anyang' Nyong'o amesema kwa Biblia inaitwa the triumphant entry. Na hiyo ndio ilifanya the whole difference. Kwa hivyo Mungu amekuwa na wewe. Kama watu walikuwa wanakugojea utoke Nairobi ili uende ukapande mlima, shauri yao. Wewe ulipanda mlima na ukaenda Nairobi. Jambo la pili ni kusema azimio ambayo baba unaongea mambo yake ni azimio ambao Kenya kama nchi ingeipata miaka kama 20 iliyopita. Mahali tuko katika Afrika, in the Eastern or Horn of Africa, sisi ndio ile nchi peke yake ambao haijaenda kwa vita. Countries surrounding us have been at war. Lakini zimeenda kwa vita, zikarudi, and they are doing better than us economically. You can look at Rwanda, you can look at Uganda, you can name them, including Ethiopia. Unfortunately, wamerudi kwa vita. Lakini hiyo ni kwa sababu nchi imekaa kama nchi moja. Watu wamekuwa wakiongea kama watu moja. And that was your principle for BBI. Mkenya mahali popote ako, wakati wowote wa uchaguzi au bila uchaguzi, awe anasikia ako Kenya, and therefore development ingeendelea na Kenya ingekuwa Singapore au Korea vile ulituambia jana. Wakati ni huu, nafasi ni hii, na adwaito tuge ate totikohe hitikere. Totikohe hitikere. Jambo la tatu, baba, ni kusema hivi. Hawa watu unaona hapa, majamaa hawa wote unaona hapa, haja yao ni moja: pesa mfukoni. Hii ingine yote tunaongea ni ya kufanya hawa watu wawe na pesa mfukoni. Na baba, kwa sababu wewe you are a believer of institutions, tumeona kwa Vision 2030 ambao
wewe ulikuwa katikati kutengeneza. Jambo ya muhimu ni kuwa tumekuwa kama kompyuta, tuko na hardware. Na kwa sababu Vision 2030 inakuja kukamilika miaka sasa 9, tutaanza Vision 2050 na itaanza mwaka ujao ya kuweka pesa mikononi mwa hawa watu na vijana wetu wapate kazi. Mwisho baba, hawa watu, na kwa sababu sisi tunakupenda na sisi tutaenda na wewe, ni kwa sababu si ya tumbo zetu, ni kwa sababu ya watoto wa watoto hawa, ili wawe madaktari, wawe engineers, wapate kazi, wasiwe ati ni watoto wa kupata shida. Kwa hivyo baba, tutatembea pamoja. Hawa watu wamekukubali wewe, kuja tupande na turudi chini. Hawa watu ni wako. Kanatiguo teka yogwa monya nie eka yogwa kaya mradhime. Mungu awabariki. Asante sana Governor James Nyoro. Sasa tunampata Governor wa Laikipia. Governor ambaye ni mwenyekiti wa Finance Committee katika COG, my brother and my neighbor, the Governor David Nderitu Mureithi. Asante sana. Right Honorable Raila Amolo Odinga, second Prime Minister of the Republic of Kenya, CS Munya, my colleagues, all protocols observed. Basi Governor ndugu yangu Tolgos amewaeleza shida ambazo tuko nazo upande wa bonde la Ufa. Sitaki kurudia. Ndiyo sababu tuko katika azimio la umoja. Kwa mfano Laikipia na andũ aitũ moja tekeria jadi ya Gĩthweri tondũ rĩrĩ mũre live TV ine na radio tabai mũhũrĩre SK Irohĩ thĩinĩ wa Kenya gũtirĩ mũndũ ũtaramuona na kũmũthikĩrĩria ũmũthĩ. Koguo reke njikie Gĩthweri hau kidogo na ndĩmũgeithie, ndĩrenda mũnyite tũikaraga tũrĩa aingĩ kũrĩa gwitũ. Muga mũrĩ aceo ejokona chamige karam erosoba eserian bogin. Jamii hizo zote na nyingi zingine tunaishi Laikipia. Kwa hivyo sisi tunataka azimio la umoja, jamii zote za Kenya ziishi pamoja. Kuhusu biashara zetu, na Nyoro amesema hivyo, iko hivyo. Sisi kama Laikipia kwa mfano, mulielezwa na Bi Wahome, tuko na stimulus kidogo ya kusaidia small and micro business kama bilioni 3. Sasa kwa taifa inabidi tuwe na bilioni 200 na kwenda juu. Iko hivyo. So sisi tuko hapa. Na leo ule gicoke Gĩkũyũ-inĩ Mũgĩkũyũ atua gũtua itua, rĩngĩ nĩ athiaga Kĩrĩgĩti Stadium, rĩngĩ agathiĩ Kĩnoru, na marĩa maingĩ agoka gũkũ Rũrĩng'ũ. Ate agoka kũ? Gũkũ Rũrĩng'ũ. Nĩ mũtuĩte itua Gĩkũyũ aya? Nĩ mũtuĩte itua? Ta rũgamai ndagĩka ĩmwe tuge kiugo kĩmwe. Rũgamai. Rĩu nĩ mũranjigua? Jabeno nĩ augire baba wa Kĩbakĩ nĩ to inyuĩ Agĩkũyũ mũgomanĩte gũkũ Rũrĩng'ũ mũroiga atĩa? Mũroiga Raila atĩa? Munasema Raila namna gani? Ngai wa moyo amweke wega. Thank you very much. Thank you very much, Napole sana, our brother, for whatever is happening in Olmoran. Tunakuombea kila laheri na ninajua PM amesikiza yale mambo. Sasa
mimi nitamuita mwenyekiti wetu ambaye ni gavana wa Nyandarua, na nitamuomba jambo moja. Gavana Kimemia, nataka kukuomba jambo moja. Ngoja. Haya. Nataka ukimaliza kama mwenyekiti wangu uniitie CS Munya, alafu nitarudi kuja kumkaribisha. Haya, asante sana. Asante. Your Excellency, all the protocols are observed. Wananchi wa Nyeri na mahali popote, najua kuna wageni wengi sana ambao wametembelea counties mingi sana, hata kwetu Nyandarua tuko hapa. Hamjamboni tena. Wangapi wanasema Raila tosha? Asante. Mimi nafikiri kwa sababu mengi yamesemwa, hakuna haja mimi kurudia hiyo. Ni kuendorse yale yote ambao yamesemwa. Wale ambao wataenda kuulizwa, mlisema namna gani wakati mmerudi nyumbani, mtasema yes, tumekaa, tumesign, tumekubali hilo azimio la umoja, na ni umoja wa wananchi wote wa Kenya, haki yao, usawa wetu, wamama wetu, vijana wetu. Raila atosha wananchi wetu. Katika mikono ya huu mzee tuko salama na tutakuwa safi. Mambo ya kahawa, mambo ya majani, mambo ya viazi, mambo ya mchere, mambo ya miwa, mambo ya maendeleo yetu ya livestock, hiyo yote ndio iko katika hilo azimio la amani. Maana hatuwezi kuacha mali yetu ambayo tunafanya kazi katika taifa letu. Our economy na umoja wetu na usawa wetu zinapelekana pamoja. Niwaambie ili nikae chini, huyu mzee tumefanya kazi naye muda mrefu sana katika serikali. Na nilikuwa na yeye ndiye tulikuja naye hapa, watu akasema oni mtongoli yake jamba. Wakati alikuwa amesimamia mzee Kibaki, akamfanyia campaign, akasimamia serikali wakati mzee Kibaki alikuwa mgonjwa, na tukaenda vizuri sana, na nikawa secretary wa cabinet. Na niwaambie, jana nimeambia vijana hapa na vijana wetu na wazee, hata hizi university mnaona hapa, Kimathi University, Karatina University, hizi mabarabara, hizi maji projects mmeona hapa, yule aliandika hiyo cabinet memo ni mheshimiwa Raila Odinga. Tumpigie makofi wananchi wetu. Anatosha. Aniwaambie, mimi siwezi kuandanganya kama anatosha. He is a professional. Yeye akiingia serikalini anajua kutofautisha ile politicking na mambo ya professional handling of state affairs na statecraft. Kwa hivyo ni mtu ambaye tukimpa serikali next year ataongoza serikali, atasimamia serikali vizuri. Hii upuzi iko Rift Valley atamaliza, mambo ya usawa ataweka katika taifa letu, achunge vijana wetu, achunge wa mama na wazee na mali yetu. Sisi mheshimiwa Raila, sisi ni watu ya kutafuta mali. Sisi tunapenda kutafuta mali yetu, tukule jasho yetu. Sisi tunakuuliza tu ukiingia pale Ikulu, tusimamie enabling environment, private sector yetu, professionals wetu waingize kwa serikali. Niwakumbushe wakati mheshimiwa Raila alikuwa na ofisi yake, department moja from mzima ilikuwa imejaa consultant. Kulikuwa kitu ilikuwa inaitwa Nest. Alikuwa ameleta watu kutoka China, kutoka US, kutoka Brazil. Anyang' Nyong'o hapa akatengeneza Vision 2030 tukiongozwa na baba na mheshimiwa Kibaki. Na serikali yetu ikaweza kuachieve hiyo 7% ya uchumi ambayo, kwa hivyo tunaongea mambo ambayo ni haki, mambo ambayo ilifanyika katika taifa letu. Hatuwezi kuja kudanganyana hapa, tupatie mtu serikali alafu atuumize. Tunaweza fanya hivyo kweli? Huyu hawezi kutuumiza, anatosha, hatoshi. So mimi ni mtoto wenyu, and I cannot tell you lies. With Baba we are safe. Kuchunga serikali na maisha yetu, we are safe. Ile mambo imeongewa ili nimalize, na tulikuwa na baba serikalini. Ile mambo mmeambiwa hapa na yule mama wa Nyandarua Elizabeth pale Kiambaa. Siku moja wakati nitembea, mheshimiwa Raila anakuambia, na PC yangu wakati huo ako hapa, Hassan simama, huyo alikuwa PC yetu Rift Valley. Tulienda siku moja niliambia baba, ile mambo imeelekea huko Kiambaa, tafadhali wacha twende kule tuzike hii watu yetu. Siku moja nilinunua masanduku 38 masanduku ya watu ambao walikuwa kwa masanduku, wengine wa Jaluo, wengine wa Luya, wakikuwa of course walikuwa wengi, kwa sababu ya mtu ambaye alikuwa haamini ya kwamba hawezi kuheshimu maisha ya watu. Mnaweza kupatia mtu kama huyo serikali wananchi wetu?
Sasa sikia Rift Valley vile kunaendelea pale Laikipia na pale kwa Tolgos, watu wanauawa. Tafadhali tutikae hitikere. Nimegwetekea wadu wetu. Baba anatosha ama hatoshi? Wangapi wanasema anatosha? Asanteni sana, asanteni sana. Mimi nafikiri nataka kutoa shukrani kubwa sana. Vile tumeulizwa tutasaini MOU na wale zile blocks ambazo tuko nazo ya Nyanza, ya Northeastern, ya Coast kama Central Kenya, na tukubali ya kwamba sisi wakati tulikuwa tunashindana na baba tuliharibu jina yake sana. Tuliharibu jina yake na ilikuwa tu ni uongo, ni siasa ile politicking. Sasa imefika wakati tuingie mashinani, tuambie watu wetu ukweli. Hii ilikuwa ni porojo, ilikuwa ni siasa, tukamuita Kemondo, tukamuita kinini. Sasa ilikuwa ni porojo tu ya kutafuta kula na kushindana. Sasa ni wakati ukweli, tuambie wananchi wetu ukweli ya kwamba baba anatosha, na tuambie anatosha kuendesha serikali. Nafikiri kwa hayo machache nitoe shukrani tena za kwa sababu tumekuwa na huu mzee Macharia muda mrefu sana katika serikali yake. Hata nilikuwa mwana serikali mdogo kabisa, na najua shida ambazo ameenda, na saa hii amelete Citizen. Saa hii mko live, mnasikizwa live. Umoja umekuja, amesaidia baba. Hata nawe bwana Macharia, Mungu akubariki tukiendelea mbele. Asanteni sana, tumpigie makofi mheshimiwa Macharia. Sasa nataka kumwalika nimwalike CS wetu, CS Munya. Hiyo mambo yote CS Munya anafanya, ameambiwa na rais, fanyeni kazi vizuri na mheshimiwa Odinga ili kofi yetu, majani yetu, viazi yetu, mandizi na vitu vingine yote, maziwa, mchere yote iweze kulindwa. Tumpigie mheshimiwa makofi. Asante sana. Asante sana. Prime Minister Raila Amolo Odinga, viongozi wengine wote, andu aitu Anyeri muriega ringi. Kwanza nataka kutoa shukrani kubwa kwa kuona vile watu wa mlima wametokea siku ya leo kumkaribisha baba hapa. Ya pili niseme, tukitazama baba na tusame historia yake, yeye ni mtu amepigania uhuru, akawekwa detention miaka mingi. Kwa hivyo yeye anajua umuhimu wa uhuru, anajua umuhimu wa kuwa watu wawe na uhuru, na akiingia hapo yeye ataendelea kuchunga katiba ya Kenya. Kuna wengine wamelelewa kwa serikali ya kiimla ambayo wamepata benefits kutokana kwa hiyo serikali. Kwa hivyo tukiwatazama vyema, tunajua wakiingia huko hawa watachunga katiba ya Kenya na haki za Wakenya. Kwa hivyo yule tunaweza kuamini ya kwamba atachunga haki za Wakenya wote, ambaye ameonyesha kwa vitendo na personal sacrifice ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ya pili, historia inatuonyesha pia wakati mlima imeshikana na siwa, utulivu umekuja Kenya ikaendelea. Wakati baba ya Raila na mzee Kenyatta walishikana, walipigania tukapata uhuru. Wakati mzee Raila pia walishikana Kibaki, walipigana pia tukawata ile uhuru ya pili. Na saa hii kijana ya mzee Kenyatta wameshikana na kijana ya mzee Jaramogi. Tena Kenya itaenda mbele, tuweze kuendelea, tuwe na utulivu, vijana wetu waweze kupata kazi, Kenya iende mbele. Ya mwisho, tunaelezwa ati lazima tupeane kura mahali fulani ndio tuendelee kuwa na utulivu huko. Sisi hatuwezi kupeana kura ndio tuwe na utulivu, ndio tuendelee kuenjoy haki zetu. Zile haki tumepewa katiba ya Kenya, we will continue enjoying them unconditionally. We are not going to buy our rights by voting for somebody. Lazima tupigie yule tunaona ataweza kuendesha Kenya vizuri, sio tupige kura kwa sababu ya uoga. Ati tutapigwa kule, tutafanywa hivi. Hapana, tutapiga kura kwa kuona yule tunaona atatuendesha vizuri, na ni mzee Raila
Odinga. Ya mwisho, na mimi naona tumekubali tumpigie kura. Ya mwisho, tusikubali kugawa kura zetu, kwa sababu tukigawa kura zetu hatutakuwa na ile influence na nguvu katika serikali ijayo ya Raila Odinga. Kwa hivyo tumpatie roho safi, tuwe ndani huko ndio tuwe guaranteed ile tunaita one man one vote one shilling. One man one vote one shilling. Sasa sina mengi, nataka kumalizia hapo. Nimwalike Maito Sabina Chege aweze kuja tusomee hizo resolutions ndio tuweze kumwalika baba. Mkieni makofi akija mama county. Wamukeri magongo na mandwairo Gayuri mbere tutingi hotunidu Mwene nyaga twakuhoya Tuhoyaga wendani na gitio Naga nyingi cia wendo wa ruriri Uyuano wa Gikuyu na Mumbi Mwene nyaga twakuhoya Twakuhoya tukona na tuithothe Umangomu nginya kare matura Hindi ĩyo kĩeha nĩ gĩgathira Njamba cia itana cianĩtwo Ĩkamatimũ mũrũagĩrwo kombo Njamba cia ita ikĩrũĩra bũrũri Twatigĩirwo nĩ Gĩkũyũ na Mũmbi Mwene nyaga twakuhoya Your Excellency, Right Honorable Raila Amolo Odinga, I hereby read the resolutions by Central Kenya leaders and professionals. We, the leaders drawn from the counties of Central Kenya, have met today on this day, 27th day of November 2021 in Nyeri, and agreed to rally all our people towards a political direction that is sure to secure their future and that of the Kenyan nation as a whole. We have deliberated on the problems facing our region, including inequitable allocation of funds for development, inequitable representation in elected positions, lack of markets and low prices for agricultural produce, inadequate infrastructure marked by incomplete projects, rising poverty levels, unemployment of our youth, prevailing hostile business and trade environments, and the unemployment of the youth, among others. We recognize and accept our responsibility as leaders to unite our people behind the national dreams and negotiations in order to address these challenges. In order to effectively address these challenges, we have resolved as follows. 1, that we will support the Right Honorable Raila Amolo Odinga as the next President of the Republic of Kenya. 2, that this support is pegged on the commitment by Right Honorable Odinga to implement the principle of one man, one vote, one shilling that our people believe will address the skewed resource allocation and development across the country. 3, that the support is further pegged on the commitment by Right Honorable Raila Amolo Odinga to address the question of representation that has made our region miss out on development resources and other basics for development. That as a region, we appreciate and support a working relationship between Right Honorable Raila Amolo Odinga and His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta that has brought stability to the country, helped the President deliver on his dream for Kenya in his second term, and we are keen to see the country and the region continue on the path of stability and unity. That we unanimously support the agenda of shared prosperity
and inclusivity being championed by Right Honorable Raila Amolo Odinga through the Azimio la Umoja and the vision for a Kenyan nation founded on the principles of utu, umoja, usawa, usalizaji na ustawi kwa wote. That this support for Right Honorable Raila Amolo Odinga is also pegged on his past and present record of commitment to the strengthening of devolution, bringing more resources to the counties on the basis of one man, one vote, one shilling. And that the support is further begged on his commitment to working with leaders from this region with a view to ensuring that the region is fairly and equitably represented in senior ranks of government from 2022 and beyond. And that the offer of support is further pegged on his stated plan to invest in agriculture productivity, value addition, raising prices for the local produce, and finding markets for the produce, including coffee, tea, avocado, macadamia, and flowers, amongst others. That the support is premised on the commitment by Right Honorable Raila Odinga to make the business environment of our people more friendly, support local manufacturing, and invest in MSCs that the region strongly depend on. Further, the offer of support is pegged on the commitment by Right Honorable Raila Odinga to complete all development projects initiated by His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, initiate others for the socio-economic development of the region and support of our huge number of our youth who are not employed. Finally, we want to adopt this on behalf of Central Kenya on this day, 27th day of November, 2021. God bless our people. God bless Kenya. Inawezekana. And now I want to ask for a proposer of what I've just read and a seconder. And I just want to pick from one. Just one person to propose. And your name, Nani? Nani? Awa. Aya, wacha. Propose and second. My name is Janet Rothuku, and I propose this report. My name is Miano Dirango, and being an auditor and accountant I second this. Thank you very much. And now I shall put the question. Will of many of a similar opinion say aye? Will of many of contrary opinion say no? The ayes have it. Asanteni sana. Inawezekana. 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 Siobire na kiugo kimwe mabataro makwati kedo weta kiugo kimwe nyone wega Ngai wakwa ndunyihanyi endo kama ba mayane mabataro makwa mayane mabataro makwa manyitete Nigeria Ngai wakwa ndunyihanyi Thank you, DJ. Thank you, DJ. Thank you very, very much, Sabina Chege. Na tunamshukuru Waziri Mkuu kwa kupokea maazimio yetu na azimio la umoja katika sehemu hii ya kata ndogo ya Kenya ambao ni ya katikati. Mabibi na mabwana, kwa heshima na taadhima kuu na waombeni mkasimama nyote, na kwa taadhima kuu na shangwe na vigelegele tukampokea kwa wimbo pia tunaponenda kumsikiliza aliyekuwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Karibu baba.
Mama hai. Asanteni. Ande wa mlima Muriega. Muriega ringi. Dai ya gigudai. Dai ruare dai. Asanteni sana. Asante sana. Tumekaa tangu jana. Kwanza mimi naleta salamu nyingi sana kutoka kwa ndugu yangu Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta. Mnapokea? Mnapokea? Pili, nimeleta salamu kutoka kwa vijana wenu. Moja ni Waziri Mutahi Kagwe ambaye yuko South Africa, ndio sababu hayuko hapa. Pili ni Mheshimiwa Amos Kimunya. Amos Kimunya anaugua, alipata malaria kule Ghana, ameingia na daktari amesema alale, lakini ametuma salamu zake. Mmepokea? Kwa hivyo tuko hapa tangu jana tufike hapa, tumepata mapokezi ile ambayo haina kifani. Na hapa nchi yenu hapa ni nchi nzuri sana. Nikiangalia namna hii, na mimi nimezuru ulimwengu mzima, naangalia mimi nasema nifananishe hii na wapi? Nafananisha na Israeli. Nikiangalia pande ile naona mlima Hamon. Pande ile nyingine naona mlima Sinai. Kingia pande ile nyingine naona mlima Hebron. Sasa iko wapi namna gani? Tuko hapa Israeli. Hapa nyinyi hapa hii Nyeri pale tumekutana na hao viongozi kutoka mlima Kenya wote. Ni pale ambaye mashujaa wa Kenya wametoka hapa wengi. Wakati walikuwa napigana na mzungu, kulikuwa hapa General Madenge, General Dedan Kimathi, Field Marshal Muthoni wa Kirima, mama ambaye nimetoka hapa, na vile vile Ndungu wa Gasheru ametoka hapa. Hapa vile vile ndio nyumbani ya Wangari Maathai, mama ya kwanza kupata nishani ya Nobel katika taifa letu la Kenya kwa sababu ya kuhifadhi mazingira. Hapa vile vile ndio nyumbani kwa Mwai wa Kibaki ambaye amekuwa rais wetu wa 3. Kwa hivyo hapa tumekuja kwa nchi ya washujaa, pale washujaa wa taifa letu wametoka, na tumekutana na viongozi kutoka mlima hapa. Jana tulikuwa na viongozi kutoka kule Mziwani, tulikuwa na wazee, wakina mama walikuja hapa kukutana na wazee na wakina mama wa mlima hapa. Walikuwa wanarudisha mkono, manake mwaka 2 iliyopita mlima ilikwenda kuwatembelea huko Ziwani. Walikuja na bidhaa zao, naona wameleta samaki mingi kutoka Ziwani, wakaleta hata samuli ya kupika naye na mambo mingi zaidi. Hii inanyesha urafiki, inaonyesha urafiki. Mnaona wabunge wengi wamekuja hapa, hawa walikuwa katika hiyo delegation na wakalala hapa. Wakaniambia mimi kulala, walifanya burudani mpaka che. Walikaa, walilishwa, walikula, wakanyweshwa,
wakasikia vizuri sana. Wengine wameniambia mimi sasa wanataka wawe wadhoniwa hapa, ili nibaki ni wasichana peke yake, wachukue naye wapeleke kule ziwani. Mtawapatia wasichana? Mtawapatia wasichana? Sasa jana tuliongea na wazee na wakina mama, baadaye tukaenda tukaongea na vijana wa mlima, nao vile vile walikohoa. Tena nikaenda kukutana na vijana wa Nyeri peke yao, mahali ingine tena. Kwa hivyo sasa mimi najua yale ambayo iko hapa. Tumeongea juu ya mambo ya kilimo hapa, vile tunaweza kuboresha kilimo hapa, kilimo ya miwa, ya kahawa, ya chai, ya mboga, ya viazi, ya mchele na kadhalika. Tunajua ili kiini ambayo inaleta ugonjwa na tunatiba. Tumeongea vile vile juu ya mambo ya viwanda, viwanda ambayo tunataka kuunda, ambayo zinaweza kusaidia kufanya kile kitu kwa kizungu inaitwa value addition. Na tumeongea juu ya one sub county au one constituency one product. Tumeelewana namna hiyo? Vile vile tumeongea vile tunaweza kuimarisha mambo ya miundo msingi, infrastructure, barabara. Manake mimi nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Najua barabara yote katika eneo hii yote vile hali yao hiko, kuboresha, kuchukua pale Uhuru atawacha hiyo kazi iendelee. Niwaambia ati barabara ya Thika, Nairobi Thika mpaka Kenol, kutoka Kenol mpaka hapa Marua, mimi ndio nilichora. Na yale ambayo tunaingia ndani hapa na pale, na hata mambo ya stima vile vile, mambo ya ICT infrastructure vile vile, mambo ya maji vile vile tunaongea juu yake. Haya yote sisi tumesema tuko na tiba. Tumeongea juu ya mambo ya medium, small and micro, small and medium enterprises, wafanya biashara wa chini, msaada ambao wanataka kutoka kwa serikali, na wale vijana ambao wanataka kuanza biashara yao, msaada ya kuwapatia pesa ya kuanzisha hiyo biashara na bila malipo mpaka baada ya miaka 7. Tumelewana ati tutaona wale wafanyabiashara wengine wapate vile vile msaada ya serikali. Hatutaki kuona kama serikali inashindana na wafanyabiashara kwa upande ya mkopo. The government should not overborrow in the domestic market competing with the private sector. Hiyo inaleta shida. Hiyo vile vile tumesema tutaangalia. Alafu tumesema tutaona kama uchumi wetu inaimarika, vijana wanapata ajira sawa sawa. Vijana tena tumesema tutaanza kuchuku chini. Kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Na akimaliza apate kazi ya maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Sio ni sawa? Mbona tumeelewa na hapo? Kwa upande ya matibabu tumesema tunataka kuona kama watu wetu wanapata matibabu wakiwa wagonjwa.
Hatutaki kuona kama Mkenya anakufa kwa ugonjwa ambaye anaweza kutibiwa. Kwa hivyo tumesema kila Mkenya mpaka awe na bima ya matibabu, awe ndani, tuwe na universal healthcare system hapa katika taifa letu. Yule ambaye hawezi kulipa atalipiwa na serikali. Kwa upande mwingine tumesema ati kwa sababu ya hali ya uchumi wetu bali tunataka kuimarisha, tumesema tunataka kuona kama uchumi wetu inapanuka kwa 10% na zaidi kila mwaka mpaka baada ya miaka 15, ili tuweza kuinua Kenya tupeleke pale tulikubaliana na Mheshimiwa Mwai wa Kibaki, Rwaza 2030 Vision 2030. Sawa. Sasa tumesema lakini wakati huu tuko na watu wengi ambaye wana ufukara katika ile mfumo ya tabaka ya jamii. Tuko na wale matajiri sana ambao naitwa wabepari, na wale ndugu zao naitwa makabaila. Chini yao kuna mabwanyenye, chini ya mabwanyenye kuna makabwela, chini ya makabwela kuna maskini, chini maskini kuna wafukara. Sasa tuko na ufukara mingi katika taifa letu. Kwa sababu tumesema chini ya katiba yetu mpya haitakikani Mkenya yote alale na njaa. Sawa. Kuna jamii wote katika resabuni ambayo inaitwa the rural poor, na katika mijini inaitwa the urban poor, ambaye hakuna chochote, kuna mapato, watoto wanalala na njaa. Tumesema kuanzia mwaka ujao tutaleta mpango ya kusaidia hao watu. Kwa hivyo itakuwa kila jamii ambaye hakuna mapato yoyote watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Hao wanasema ati baba anadanganya, hiyo ni porojo. Hapana, baba hadanganyi. Baba ameshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Taifa la Kenya. Najua pale pesa iko. Sawa. Sawa. Pale ambayo jamaa wanatoa hiyo pesa. Sawa. Na kabla sijaenda huko, nitarudi hapa kwa dakika chache. Mimi na ndugu yangu Uhuru Kenyatta, baada ya mambo kwenda mrama, Uhuru ameapishwa pande hii kule Kasarani na baba ameapishwa kule Uhuru Park. Kulikuwa na mvurutano, damu ilikuwa na mwagika kila mara, maandamano, risasi. Mara nyingine tumepeleka majeneza 38 ligi ndogo. Uhuru akaniita tukati chini. Tuliketi chini tukaongea kwa kirefu kama saa 13 tukiongea paka tukaelewana. Tulisafiri kuendelea kwa historia kule tulikoanza, na tukaona ya kwamba pale tulianza kulikuwa na urafiki mkubwa baina ya wazazi wetu. Wale ambao walipigania uhuru walikuwa kama kitu kimoja. Mimi nimeona kama Jaramogi analala hapa na Kenyatta analala hapa. Kulikuwa hakuna mambo ati Mkikuyu na Mjaluo. Walikuwa ni kitu kimoja, kwa sababu waliunda chama cha KANU. Hiyo KANU ilijulikana kama ni chama ya Wajaluo na Wakikuyu. Tulipoenda kwa uchaguzi wa 1963, tukajiuliza hii mvua ilianza kutunyesha sisi wapi? Na tukaangalia tukapata ilikuwa ni hapa.
Basi tutibu hii maneno ili turudishe watu wetu, tuunganishe wawe kama kitu kimoja. Tukiponesha hii kidonda, Kenya itakuwa imepona. Lakini tulipounganisha wa Kenya, Kenya itabaki milele na milele ni nchi ambayo imetenganishwa, na hasira miko mingi, chuki iko mingi zaidi. Na mtu asidanganye nyinyi. Angalieni hapa jirani wenu hapa Ethiopia. Ethiopia ndio nchi peke yake katika bara la Afrika ambaye haikuwa koloni ya mtu yoyote. Ethiopia ilikuwa ni huru. It's one of the oldest countries in the world. Thousands of years of feudalism. Lakini sasa Ethiopia iko kwa vita. Ethiopia karibu inaenda kusambaratika tusipojihadhari. Kwa hivyo hii umoja mmoja yake ni kitu muhimu zaidi. Saa ingine unaweza kusema hakuna haja ya maji umoja, Kenya wameungana nini? Hapana. Kuna chuki mingi. Maana kuna ubaguzi. Jana jamaa mmoja aliniambia pale tulikuwa nakutana na wazee ana vijana, ati kuna ubaguzi hapo Kiganjo. Wakienda pale atijio naangalia mdomo yako nini namna hii, wewe unasema pana huyo haifai. Ati watu kabila nyingine ndio aende huko. Hiyo ni chuki. Wajua kijana ameshasoma au msichana anaenda kufanya interview, ako na karatasi. Hiyo karatasi inaonyesha kwamba yeye anafuzu. Lakini sasa ile mataja jina yake namna hii, wale ambao wako katika hiyo job wanajua huyu hafai. Unajua huyu jamaa anaharibu wakati yake. This one is wasting his time. Maana yake kabila yake hatakikani hapa. Si hiyo hiko? Si hiko? Kweli urongo? Yule mtu ambaye anakatazwa kazi za hiyo anatoka na hasira. Hii hasira iko mara mingi katika taifa letu. Na tusipotibu hiyo mambo itakuja kulipuka. Ndio sababu tumeleta azimio ya umoja. Azimio ya umoja msingi yake ni ile mkataba ilikuwa kati ya mimi na Uhuru Kenyatta ya handshake, ili Wakenya waweze kutembea kama kitu kimoja tukiendelea huko mbele. Hii ndio sababu tumezingawa juu ya azimio ya umoja, ili watu wetu wawe kama kitu kimoja. Sasa tukimaliza haya, Kenya itaimarika. Kenya kama uchumi wa Kenya naweza kupanuka kwa zaidi ya 10%, tutafuata ile nchi zingine ambazo zimeenda mbele yetu kama Korea Kusini. Kenya haitakikani fananishwe na nchi fukara. Tutaweza? Inawezekana. Si inawezekana? Kwa hivyo mimi nasema tunataka pamoja kama kitu kimoja, na vile vile nimesambia nyinyi ya kwamba pesa iko mingi katika taifa letu. Tupigane na hiyo ugonjwa inaitwa ufisadi. Ufisadi. Hii ambaye sasa ile ambaye anaingia huko yeye ni membamba kama sindano. Baada ya mwaka moja anafura kama kupe. Unajua? Sinajua? Sasa anabeba pesa kwa magunia. Anasema mimi nataka kuja kufanya harambee kwa vikundi ya kina mama. Amebeba milioni 5 au 10 analeta. Vikundi ya vijana nataka kufanya harambee milioni 5 au 10 YK